cha ujumbe kinasema usitoke nje ya eneo alipokuweka Mungu aliye hai. Usijaribu, usitoke katika eneo ambalo Mungu amekuweka, maana hapo ndipo palipo na nguvu yako, hapo ndipo palipo na usalama wako, hapo ndipo palipo na ushindi wako. Andiko la msingi ni Mwanzo sura ile ya 2 mstari wa 15 hadi 17. Nitasoma. Biblia inasema Bwana Mungu akamtwaa huyo mtu akamweka katika bustani ya Edeni ailime na kuitunza. Mstari wa 16 unasema Bwana Mungu akamwagiza huyo mtu akisema, matunda ya kila mti wa bustani waweza kula. Mstari wa 17, walakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile, kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa hakika. Fumba macho yako. Mwokozi wangu, Mungu mwema, ninakushukuru tena kwa ajili ya siku njema ya leo. Asante kwa muda huu ambao umenijalia nafasi, umenijalia neema ya kusimama mbele zako na mbele za kanisa lako tena takatifu Bwana mahali hapa, na wale wote wanaonifuatilia katika mtandao. Najiweka watu mbele zako Mwokozi wangu, ili kwamba Baba unitumie kwa mapenzi yako, na Roho Mtakatifu naomba tumia kinywa changu kwa ajili ya jina lako. Naomba na kuamini. Wote tuseme amen. Amen. Sema tena amina. Amen. Mwandishi wa kitabu hiki ni Musa aliyewatoa wana wa Israeli kutoka Misri. Na kitabu hiki kiliandikwa kati ya mwaka 1445 hadi mwaka 1405 KK, yani kabla ya kuja kwa Kristo. Ni miaka mingi sana kimeandikwa kitabu hiki, na walengwa au waandikiwa walikuwa ni wana wa Israeli na watu wote kwa ujumla. Kinapoandikwa, walengwa waliokusudiwa ni wana wa Israeli na watu wote kwa ujumla. Jamani, haleluya. Kusudi la kuandikwa kitabu hiki ilikuwa ni kutoa kumbukumbu za uumbaji wa Mungu, ili Mungu awe na watu waliotengwa kwa ajili ya kumwabudu yeye. Kinapoandikwa kitabu hiki, kusudi la kuandikwa ilikuwa ni kutoa kumbukumbu za uumbaji wa Mungu, kumbukumbu za Mungu alivyoumba ulimwengu, ili Mungu awe na watu waliotengwa kwa ajili ya kumwabudu yeye. Wakati wanajimu, wakati wanasayansi kwa kusema uongo kwamba mwanadamu alitokana na nyani akaanza kujibadilisha, ilibidi Mungu ajifunue mwenyewe kupitia kitabu hiki. Ilibidi Mungu aweze kujifunua, ajitambulishe yeye mwenyewe kwamba mimi ndiye niliyeumba mbingu na nchi, na nchi nilipoiumba na mbingu vilikuwa ukiwa tena utupu, hapakuwepo kitu chochote cha maana. Ndipo Roho wa Bwana katulia, Mungu akaanza kutamka neno, vikaanza kutokea. Kwa hiyo Mungu anaamua kujifunua katikati ya wanasayansi, katikati ya wanajimu wanaosema ya kwamba mwanadamu alitokana na nyani. Mungu anatokea kupitia kitabu hiki na kujifunua yeye na kusema ya kwamba yeye ndiye muumbaji. Na ninataka dunia yote mnaonisikiliza mjue ya kwamba muumbaji wa vyote na mwisho wa vyote ni Mungu aliye hai. Yeye ndiye aliye chanzo cha kila kitu. Hata mwanadamu ametoka